Okay bana, Yusufu leo anamuomba babake mzazi, anamwambia baba, niambie ulikuwepo jana wapi? Ile baba anamshangaa sana, maanisha nini? Dogo na mashani ushaanza kunipangia masharti, si ndio? Unataka kuanza kuonekana ndio baba, ila dogo mjanja akamtolea babake ushahidi wa pesa ambao kabisa. Na sasa baba mtu akabidi sasa ashangae, na dogo kaanza sasa kumtupia lawama babake, ila baba mtu akaanza kujitetea, jana nilikosea, kile chumba sio cha kwangu. Sasa dogo akamwambia baba, utajisikiaje mama akijua hizo taarifa? Sijapenda hata kidogo na hii tabia yako baba. Ila mwisho siku dogo janja kaondoka na kumwacha babake pale anajitafakari mwenyewe. Sasa upande wa pili hawa dada walikuwa wamekuja sauna, kana wageshana, wanachezea maji, ni furaha fulani. Sasa washapata utulivu wa nafsi na wapo kwa mjomba yao. Sasa upande wa pili nako kina Jemo vile vile wakawa naogeshana na mdogo wake, wanachezea maji wanarukaruka. Ila mwisho wa siku Jemo akapatiwa massage na mdogo wake kipenzi. Basi baada pale upande wa pili nako wakaogeshana wale wadada na mpaka maji kufanya massage. Baada pale wakaelekea sasa kufanya shopping, manunuzi. Hata fika pale kwenye kufanya manunuzi, mjomba ndo akamwambia, sikiza wanangu, hapa tuwezi kurudi nyuma, tuko hapa na bidii tukafanye manunuzi, kilichotuleta hapa tukikamilisha. Sasa kwa upande wa pili bwana mfanyakazi wa Yavuzi anaambiwa ni wapi walipoelekea wale watoto. Sasa upande wa pili yule bosi wake na Aziza anampigia yule dada, mbona Aziza leo atokei? Na kule mchepuko anafuata na bibi anamwambia, haya umeshanipotezea muda wangu kwa muda mrefu, sasa nilipe fidia zangu. Sasa yule mchepuko anaamua kumlipa fidia mamake na Melissa. Sasa upande wa pili dogo Basmit alipata kukota viatu fulani vizuri na kujaribisha. Huko naye Fida ni mashaallah, yani watu ni wamependeza sana. Yule mtoto wa kike bana hichi kidogo kienda kumligishia mwenzake Basmit kwamba amepata viatu vizuri. Huko nako manani fratel, ila Aziza kafuata na mjomba mtu akamwambia, mbona ufanye manunuzi? Ila dada akamwambia, mimi niko sawa. Siku dada mtu akachukuliwa na dogo zake, nako yule Jemo na mdogo wake alikia msalani. Sasa huyu bwana mkubwa kabidi atoe maagizo kwa bwana Yusufu kwamba andae apartment ya watu kwenda kufikia. Sasa Imra anamuuliza huyu bwana Hashim, ilikuwaje jana? Sio jana ilikuwaje? Sasa bwana mdogo akawa anapayuka sana kutaja majina, ila bwana mkubwa anasema hivi, kwa kweli naomba niongee ukweli kabisa, hakuna chochote kilichoendelea. Sasa huyu kwa upande wa pili Yavuzi anamwambia yule manager au mmiliki hoteli, una watoto umewaona? Akamwambia hapana. Sasa upande wa pili bwana mkubwa huyu dogo janja kwa ameenda chooni. Sasa kule chooni kakake kafanya haja kubwa, kabidi atoke nje. Ile kutoka nje tu huyu mfanyakazi wake na Yavuzi alipata kumuona yule dogo, kisha akamfuata. Sasa huyu bwana mkubwa Jema atoka kule msalani akuta mdogo wake yupo anaanza kumtafuta. Sasa huyu bwana mkubwa mfanyakazi wa Yavuzi anaenda karibu sana kabisa na yule mtoto, akakuta sasa kumuongesha, vipi unafanya nini? Ile dogo janja mwisho wa siku akikuta amegaa kwenye mkenge wa yule mfanyakazi wa Yavuzi. Sasa upande wa pili huko bwana anakuja kuwapa taarifa Jema kwamba mtoto amepotea. Ikabidi sasa waanze mchaka kumtafuta. Tafuta huku, zunguka supermarket nzima. Ila bwana mfanyakazi wa Yavuzi akawa amemchukua ile dogo, anataka kukimbia naye. Sasa pande ya pili Yusufu kwa amekuja na vitu vyote anataka kuviingiza ndani. Ule bibi akamwambia, kuna nini hapa? Ila bibi akamwambia, sasa bwana mjomba amekuja kuchukua vitu na kuweka ndani. Sasa yule bibi akamkatalia. Sasa kwa pande ya pili huyu mjomba akabidi aambiwe bwana yote kwamba mama amemkatalia. Sasa yule dogo janja Basmit anamkimbia mfanyakazi wa Yavuzi na kuelekea kwa security, ambaye security nimepotea, ila nimeitwa na mkaka fulani hivi. Sasa wale familia kati imekusanyika, walipata kusikia tangazo la mtoto mmoja anatangaza, kumbe ni ndugu yao. Kisha wale ndugu wote wakakimbilia kwa yule bwana mkubwa. Haya Yavuzi akamwambia, vipi? Mbona kimya Niambie nini shida? Akamwambia, dogo amenichomoka bana, ila naona hapa kwa upande wa mbali kidogo. Akamwambia, sasa mwisho wa siku alikutanika bidi sasa wasepe. Huyu bwana mkubwa anakuja kwa hamaki, anakuta hakuna mtu yote. Sasa upande wa pili Imra anakuja kuambiwa, bwana unahitajika pale nje. Anaenda nje kukutana na bwana Yavuzi. Yavuzi anamwambia, sikiliza dogo, unanifuatafuta kila sehemu. Anamwambia, sikiliza, bado nahangaika kumtafuta Jevit. Sasa najua wapi anapatikana Jevit, yeye pamoja na familia yake. Watu wengi sana hawakuelewa tukio la Azize kumfumania Devran live wakiwa na Vera. Sasa video hii lengo lake kuu ni kuweza kukufanya wewe uweze kuelewa tukio la Azize kumfumania Vera pamoja na Devran live. Usahau kusubscribe. Inaanza ikimwonyesha Zelia leo hii amemwita Yusuf pembeni kabisa na kumkumbatia na kumwambia kwamba anampenda, licha ya mambo yote ambayo yametokea. Hawakujua kwamba Jemo anawafuatilia kinyume, lakini Jemo alikuwa ajui kwamba Yusuf yupo pamoja na Zelia. Sasa ghafla kuna watu wakaja wakavamia. Mara baada ya kuvamia wakaanza kumpelekea moto Yusuf. Yusuf kwa peke yake kapigwa vibaya mno. Sio bahati nzuri Jemo naye akatokea hapo. Jemo alikuwa ni mgonjwa sana, alikuwa hana nguvu yoyote, hivyo alikamatwa vizuri na kuwekwa pembeni, huku Zelia nako amewekwa pembeni pia. Yusuf alikuja na bodaboda ya watu, ile bodaboda ilivunjwa ikapigwa chini. Yusuf alikuwa hana namna, hana nguvu, yupo peke yake. Jemo amekamatwa chini. Zelia ndo mtu pekee ambaye alibaki. Ghafla Zelia akamfuata Yusuf na kumkumbatia, akamwambia, fungua macho yako. Huku upande wa pili tuonyeshwa Azize akiwa na wakwe zake bwana, anapewa zawadi, anafungua zawadi, kutafungua, anasema ifungua ya nini? Akaambiwa leo hii